Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nakaribisha tena katika kipindi chetu ambacho tunaendelea nacho na tunaendelea kujifunza somo lile ambalo linasema misingi 10 ya kanisa linalokuwa, na tunaendelea kujifunza habari hizi za namna gani tunaweza kufanya kazi ya Mungu ikazidi kusonga mbele. Na sasa tupo kwenye kile kipengele ambacho kinasema maono. Tumejifunza mambo mengi kwa habari za maono, namna ya kupata maono, namna ya kutekeleza maono, na sasa leo tunaenda kujifunza kipengele kingine ambacho ni kipengele cha namna ya kuchagua timu ya maono, namna ya kuchagua timu inayobeba maono. Basi nikukaribishe katika kipindi hiki. Naamini Roho Mtakatifu atakwenda kutuongoza na yako mengi ambayo Mungu amekusudia tuweze kujifunza. Somo letu la leo ama kipengele chetu cha leo ambacho tunaenda kujifunza ni kuchagua timu ya maono. Ile Mithali 13 mstari ule wa 20, maandiko matakatifu yanasema kwamba enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa hiyo ili uweze kutimiza maono yako, lazima uchague watu ambao utashirikiana nao, lazima uchague watu ambao utaendana nao. Unajua Waswahili wanasema ndege wanaofanana huruka pamoja. Kwa hiyo kama wewe lengo lako ni kutimiza maono yako, ni lazima pia uwe makini na watu ambao utashirikiana nao katika kutimiza hayo maono. Nimeandika katika samari yangu kwamba maono ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini yanahitaji watu sahihi yaweze kutimia. Chagua kwa hekima wale unawaruhusu wakaribie au washirikiane na safari yako katika kukamilisha maono. Wathamini watu wale ambao moja, wanakujenga. Angalia, kuna watu ambao katika maono yako wanakujenga, kuna watu ambao wanakuombea, na kuna watu ambao wanakushauri, na kuna watu ambao wanakuelewa, wanaokurekebisha na kukosoa kwa upendo. Hawa ndio watu ambao unaweza kuwa nao katika timu yako. Hawa ni watu ambao unapaswa uwatambue. Enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima. Kwa hiyo inakupasa kuwa na watu ambao ni watu muhimu, ni watu wa maana, ni watu ambao watasababisha maono yako yaweze kutimia. Watu hao ni watu wapi? Ni watu ambao wanakujenga, ni watu ambao wanakuombea, ni watu ambao wanakushauri, ni watu ambao wanakuelewa, ni watu ambao wanakurekebisha mahali wanapoona kwamba unakosea. Kwa hiyo hao ni watu muhimu sana katika maono yako. Kwa hiyo ni watu ambao unatakiwa kuwapa nafasi katika maono yako. Unapochagua timu ya kubeba maono katika utumishi wako, katika huduma yako, katika mipango yoyote yale ambayo unakusudia kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni vizuri ufahamu ni aina gani ya watu ambao unatakiwa kuwa nao. Watu wanaokujenga hao ni watu wa namna gani? Mtu anayekujenga ni mtu anayekutia moyo, ni mtu ambaye huongeza imani yako, hukusaidia kuona uwezekano hata unapokuwa umekata tamaa. Hakuvunji moyo kwa maneno mabaya, bali hukusaidia kusimama tena. Sifa za mtu huyo utamjueje? Sifa za mtu huyo kwamba hukutia moyo wakati wa changamoto, husherekea mafanikio yako bila wivu. Mtu ambaye akiona umefanya vizuri anafurahi. Huyo ni mtu ambaye anakujenga. Huyo ni mtu ambaye anakukumbusha ahadi za Mungu. Unaona, ni mtu ambaye anakutambulisha vizuri hata mbele za watu, anaelezea sifa zako vizuri. Mtu ambaye anatamani kuona unapiga hatua. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anakujenga, ni mtu ambaye anatengeneza mazingira kwamba kuhakikisha kwamba unafikia malengo yako. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anakujenga. Kwa hiyo ni mtu muhimu sana kuwa naye katika timu yako ya maono. Lakini pia mtu wa pili ambaye unatakiwa kuwa naye ni wale watu, unajua Biblia inasema kwamba sisi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Siku zote maono yana vita, siku zote kazi ya Mungu ina vita. Kwa hiyo lazima uwe na watu wa kundi hili la pili ambalo nataka tujifunze, ni watu ambao wanakuombea,
Hawa ni watu muhimu sana. Hawa ni watu ambao wanasimama katika kupigana vita, kuhakikisha kwamba maono yako yanafanikiwa. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana. Maono hukutana na vita vya kiroho, hivyo unahitaji watu wa maombi, watu wanaokuombea, ni walinzi wa maono yako mbele za Mungu. Hao ni watu ambao huombea mafanikio yako na maono yako, hukusimamia kiroho wakati wa majaribu, hukumbuka mahitaji yako katika maombi. Ni watu ambao wanakuombea. Tunaona kipindi kile ambacho Petro amekamatwa na kuwekwa gerezani, kanisa lilisimama kwa ajili ya Petro, likaomba hadi Petro akafanyaje? Akafunguliwa. Kwa hiyo ni watu ambao watasimama na wewe katika huduma, ni watu ambao watasimama na wewe katika mipango ili kuhakikisha kwamba unafikia mafanikio. Kwa hiyo hawa ni watu wa muhimu sana, ni watu wa maana sana katika kuhakikisha kwamba maono yako yanatimia, na hawa ndio watu ambao watabeba maono. Unajua mambo yote au mafanikio yote tunayaona yanatoka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo watu ambao wanahakikisha kwamba katika ulimwengu wa roho mambo yanatokea katika ulimwengu wa mwili, basi ni watu wa maana sana, ni watu wa muhimu sana katika maono yako, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na timu ya kubeba maono, lazima uhakikishe kwamba lazima hata nchi haiwezi kuwa salama bila kuwa kuna walinzi. Kwa hiyo watu wa maono ni watu ambao, watu wa maombi ni watu ambao wanabeba ulinzi wa maono yako ili yaweze kufikia mafanikio. Lakini kundi lingine ni kundi la watu ambao wanakushauri, watu wanaokushauri. Hakuna mwenye hekima katika kila jambo, huwezi kujua kila jambo, lakini washauri wenye busara husaidia kuona mambo ambayo huenda huyaoni wewe. Hawa watu ni watu wenye tabia za namna gani? Hawa ni watu ambao hutoa ushauri wa kiroho, wanakupa ushauri unaoendana na mpango wa Mungu. Hawezi kushauri vitu ambavyo ni vya kupotosha. Kwa hiyo wanakushauri kulingana na Biblia inavyosema, kulingana na neno la Mungu. Hawakubaliani nawe kwa kila jambo ili kukufurahisha. Watu ambao hawataki tu kukufurahisha, isipokuwa wanatamani wewe ufanikiwe. Kwa hiyo hata kama kuna jambo ambalo wanaona haliwezi kukufurahisha, watakuambia ukweli. Hao ni washauri ambao watakusaidia kuhakikisha kwamba maono yako yanatimia. Ni watu ambao wanakushepu, ni watu ambao wanakutengeneza ili uweze kuwa katika njia salama ambayo itahakikisha kwamba hayo maono uliyobeba yanafanikiwa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao ni muhimu sana katika timu yako ya maono, washauri. Tunaona Musa alipokuwa amefika mahali amezidiwa na kazi, Yethro alimshauri akamwambia, tafuta watu ambao watakusaidia kubeba baadhi ya majukumu, kwa sababu wewe ni mtu mmoja. Kwa hiyo itafika mahali utazidiwa, kwa hiyo inatakiwa na watu ambao watakusaidia. Kwa hiyo tunaona washauri anaweza kusaidia kufanya maono yako yawe mepesi, au maono yako yaweze kutimia kwa njia ambayo ni mepesi. Lakini pia kuna watu ambao wanakuelewa. Hao ni watu wa msingi sana, hao ni watu muhimu sana, wanaokuelewa. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa na maono watu wasikuelewe, lakini wale wanaokusaidia kuhakikisha kwamba wanajaribu kuelezea maono yako kwa watu, ili watu waelewe umuhimu, waelewe maana, waone thamani ya maono uliyoyabeba. Kwa hiyo hao ni watu ambao wanaelewa mzigo wa maono yako. Hawakuhukumu wanapoona unapitia changamoto, bali kusimama pamoja na wewe. Wanaelewa kusudi lako, wanaelewa, hawakatai maono kwa sababu hawaoni matokeo ya haraka. Kuna watu wanatamani kuona matokeo ya haraka, kwa hiyo timu inaweza ikafika mahali kuna watu wakakata tamaa, lakini wanaokuelewa na wanaoelewa kila ambacho umebeba watakusaidia kuhakikisha kwamba maono yako yanaenda, kuhakikisha kwamba timu inakaa katika hali ya kujitoa kuliko kukata tamaa. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana katika timu yako ya maono. Lakini pia kuna watu wanaokurekebisha au kukosoa kwa upendo. Kiongozi anayependa maono lazima apende pia kurekebishwa. Kukosolewa kwa upendo ni kinga dhidi ya makosa makubwa. Useme ukweli kwa upendo. Hawakudhalishi mbele za watu, lakini wanakurekebisha kuhakikisha kwamba wanakujenga. Yaani lengo ni kuhakikisha kwamba wanakuvusha au wanakuhakikisha kwamba mambo yako yanaenda vizuri. Adui hukusifu. Kuna watu watakusifu, na ukiona adui anafurahi, anakusifu, anakupongeza, ujue kuna mahali unakosea. Kwa hiyo ni lazima uwe na watu ambao wanakuambia